nataka nitoe darasa la namna ya kupiga mnyonyo kipochi manyoya kwa kutumia pipi ya kijiti. Sawa? Raha ya kupiga mnyonyo kipochi manyoya, raha yake kwanza ni mwanamke awe msafi, kwa sababu sio kila mwanamke anatakiwa tu kupigwa mnyonyo kwenye kipochi manyoya. Kuna wengine wanawake mnafeli, sio wasafi. Sasa kama mwanamke wako sio msafi, haimaanishi kwamba huwezi kumpiga mnyonyo kwenye kipochi manyoya. Nenda ukamuogeshe, kamuoshe kabla ya kumpiga mnyonyo. Sawa? Na raha ya kupigana minyonyo sio kwamba, unajua kuna tofauti ya kwamba mnatayarishana nyote, labda mumepanda kwenye kitanda, huyu amevaa chupi, yule amevaa boxer. Ina raha yake ile kuivua ama kuiweka upande. Unaelewa? Mwanamke usijali, wacha hiyo mipira ya suruali ivutike, iharibike, mume wako atanunua nyingine. Lakini sasa hapa ni kwamba nyote muko lele. Na raha ya kupiga mnyonyo kipochi manyoya ni iwe mpenzi wako yuko tupu, yani yuko kama vile alivyozaliwa. Muko kwenye faragha tena. Mnaoneana haya kitu gani? So kwanza unahakikisha kwamba mpenzi wako yuko lele, yuko tayari yani kwa ajili ya kupata hiyo raha. Maana kupiga mnyonyo kipochi manyoya, jamani, kuna raha yake. Haswa upate mwanamume ambayo kazi hiyo anaijulia. Sizungumzii wale wanaume wanaotumia meno, hapana. Nazungumzia mwanamume anayejua anafanya nini anapokuwa kwamba ameitia nia kwamba leo naenda kunyonya kipochi manyoya. Wewe wa mweno kaa, sina haja ya kuzungumza na wewe, kwa sababu huwa mnatumia meno. Wengine wanatumia meno, wanasahau kwamba ile nayo ni nyama. Badala ya mwanamke wako ahisi raha, unamfanya mwanamke wako ahisi karaha. Hilo sio lengo. Raha ya kupigana minyonyo, jamani, kama vile wewe mwanamume ambaye huwa upendi kusikia mwanamke wako anakugwaruza na meno, anakutoa loki, anakurusha stimu, sawia na mwanamke. Ile ni nyama, kwa hivyo unahitaji kuwa very gentle. Sawa? Hakikisha unakuwa makini sana mpaka mwanamume. Unajua unaweza kumkojoza mwanamke kwa kumpiga minyonyo vizuri tu kwenye kipochi chake manyoya. Sawa? So kitu ambacho kwanza unahitaji kufanya baada ya mwanamke wako kuwa yuko lele kwamba yuko tayari kwa ajili ya kupigwa mnyonyo, hakikisha unamweka ule mkao ama style ambayo haitokupatia shida wewe katika kutekeleza kupiga huo mnyonyo. Hakikisha unatumia style ama mkao ambao unaweza kutumia kwa kupiga, ili mradi isikupatie tabu pale wakati wa kupiga ule mnyonyo. Sawa? Style ambayo labda unaweza kutumia hapa ni mwanamke anaweza kulala chali, akapanua maguu yake vizuri. Either akayainua akapanua miguu yake juu, ama akafanya kama anayapiga magoti vile. Mwanamke anaweza kukaa staili ya kulala chali, utaanza kumromance, ili mradi tu kuhakikisha kipochi manyoya kinakuwa na unyevu. Unaanza kumchezea mwanamke wako taratibu, piga mnyonyo kwenye mashikio, shuka polepole mpaka kwenye shingo. Hata ikibidi bakia hapo kwa sekunde kadhaa, ukihakikisha kwamba ukitoka hapo umeacha alama. Utailambalamba hiyo naelewa. Unakuja kwenye lips, shuka kidogo mpaka kwenye kifuani, anza kupiga mnyonyo kwenye chuchu zake taratibu.
huku pipi yenyewe hiyo ya kijiti, kwa sababu hutaki kuanza direct kwenye kipochi manyoya. Ukiwa unapiga mnyonyo chuchu moja, hakikisha ile chuchu nyingine unaichezeshea ile pipi yako. Ushaelewa? Taratibu, polepole, mpaka unaanza kuona mabadiliko. Chuchu zinaanza kuwa ngumu polepole. Baada ya hapo sasa kazi inaanza kama ifuatavyo. Utaingiza ncha ya ulimi wako kwenye kipochi manyoya, huku ile pipi ya kijiti ikigusa kwenye kile kiharage ama jina lolote lile ambalo utaliita, kama ni clitoris, kiharage, kisimi, chochote vile ambavyo hilo jina wewe utaliita. Pole pole tumia ncha ya ulimi, tip of your tongue, alafu ile pipi unaichezeshea pale katika kile kiharage. Pole pole, pole pole. Hakikisha hiyo sehemu ya kunyonya kwenye kile kiharage pipi inagusa hicho peke yake. Usigusanishe ukuta na kuta, hapana. Wewe kumbuka ncha yako ya ulimi iko ndani kidogo, alafu kwenye hicho kiharage sasa na wewe ndio unachezesha hiyo pipi taratibu taratibu. Alafu sasa unakuwa unatembeza ile pipi juu na chini, juu na chini, pole pole katika hicho kiharage taratibu taratibu. Wakati pipi inafanya hiyo kazi, na wewe nawe unaendelea kupiga mnyonyo. Sawa Alafu sasa ukimaliza utachukua lipsi zako. Baada ya kupiga mnyonyo na ulimi, utatumia sasa lipsi zako kusugua hicho kipochi manyoya, kushoto kulia, kushoto kulia. Kama ni yeye anatoa miguno ya kimahaba na wewe unaitekeleza hilo zoezi, pia unafaa kutoa miguno ya kimahaba. Kama huwezi kutoa miguno ya kimahaba, sifia basi hata kipochi manyoya chake kilivyo kitamu, kilivyo kisafi, kilivyo na harufu nzuri. Vitu kama hivyo ndio vinahitajika wakati wa zoezi zima kama hilo. Taratibu, pole pole, unapiga mnyonyo, unazungusha lipsi zako kama vile ambavyo unapiga dasta, unapiga deki nyumba, una mop nyumba. So una mop kipochi manyoya cha mpenzi wako kwa kutumia lips zako. Baada ya hapo, anza sasa kuutembeza ulimi wako kwenye kiharagwe kwa njia kama vile ambavyo unauramba. Tumeanza kwa kutumia tip ya ulimi. Sasa hivi kinachofuata ni bapa la ulimi. Bimaana yani ni ulimi mzima, itakuwa ni kama unaurambisha kwenye kipochi manyoya pole pole. Yani hapo unahitajika kumuonyesha kwamba mimi pia nimepelekwa jandoni. Unaupiga mnyonyo kisawa sawa. Sawa Huku unatumia bapa lako la ulimi, pipi ya kijiti yako ukiwa umeihamisha kwenye kipochi manyoya. Sasa unaingiza kwa pozi kwenye hicho kipochi manyoya, kwa sababu unatumia bapa la ulimi, but at the same time ile pipi inafanya kazi yake. Ukipitisha bapa la ulimi, ile pipi nayo unafaa kuipitisha kama vile ambavyo unapitisha bapa la ulimi, ili ule ugumu wa ile lollipop kama hiyo pipi ya kijiti ipate kupita katika kile kiharage. So anasikia the smoothness of your tongue, but again anasikia kukwaruzwa na ile pipi ya kijiti. Sawa So wewe unakuwa unatumia mapozi yako yote ambayo unayajua hapo. Unazungusha taratibu, usiwe na haraka. Hicho ni chakula chako, umepakuliwa. Tulia kama kopo la chooni. Hautakikani kuwa na mbambamba kiharaka haraka, hapana.
kwa sababu hiyo ni njia moja ambayo unamtayarisha huyo mwanamke wako. Na kwa kufanya hivyo slowly utakuwa unaweza kumkonyoza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Kitambo wewe useme unaingia katika kipochi manyoya kumaliza na wewe ufike mshindo. Sawa? Kwa sababu pale kunahitajika taratibu sana. Ukisema unafanya harakati zako kwa haraka, unaweza yani ukamtoa stimu. Unaweza ukamtoa kabisa katika hiyo hali ama katika ile dunia ambayo yeye yupo, na kumregesha tena hapo itakuwa ni vigumu sana. Kwa hivyo utafanya hivyo kwa dakika kadhaa, na kama mwanamke wako ni wa kukojoa, anatoa maji, tafadhali tena tafadhali sana, usiwahi kumuamsha aende akakojoe nje. Hapana, ama aende chooni akakojoe. Na wewe mwanamke ukifanyiwa vitu kama hivi, manake zoezi hili litaendelea kwa dakika kadhaa. Baada ya hapo unarudia. Ushaelewa? Manake hii ni safari ya kumhakikishia mpenzi wako kwamba anafika kileleni. Sasa wewe mwanamke ukisikia unasikia kukojoa, jiachie mtoto wa kike. Sawa? Wanaume wanataka hivyo. Kama wewe ni wa kusquat unatoa mikojo, kwa sababu hayo ni maji tu, hayana rangi wala harufu, tafadhali jiachie. Usimchokeshe mwanamume wa watu. Ama kama wewe ni wa kutoa yale maziwa kama ya mtindi, maziwa meupe yale, mwache mpenzi wako yote yapakike kwenye uso. Wanaume wanapenda hivyo. Hawatokuambia tu, lakini hilo zoezi manzee ya kwamba tumefika kileleni na umemuonyesha, ama kipochi manyoya kimeitika, kimezungumziwa, kikaitika, kikatoa majibu, wacha apake uso mzima. Bora hata mkitoka hapo mkienda kuoga uone kabisa uso wake wote umegeuka maziwa, haina neno. Mwanamume hata lalamika, kwa sababu ni zoezi na ni jambo ambalo anapenda. Na wewe mwanamume usiwahi kutema mishusho ya mwanamke wako. Hayana madhara yoyote. Mbona wewe yako unataka ale? Kwa nini na wewe usile yake? Sawa? Kwa hivyo utarudia zoezi hilo msikilizaji. Pole pole, tangu unafanya kwenye bapa la ulimi pole pole mpaka unafanya haraka haraka. Sawa? Utaona tu yeye mwenyewe mwanamke ataanza kukushika kichwa na kukulemaza. Yani kwamba zoezi hilo usilimalize kwa haraka, endelea hivyo hivyo, na vitu vingine ambavyo wewe mwenyewe ukiwa katika hilo zoezi utaona kweli hapa kaitikia. Na haraka haraka hapa nikikupa taswira, kama wewe ni mfugaji wa mnyama, kama ni mbwa ni paka, ukimwekea sahani ataanza kula ama kula chakula chake pole pole. Sasa inapokuja kwenye haraka haraka, fanya kama vile ambavyo kama ni paka ama ni mbwa anakunywa maziwa, analamba maji. That pace ndo hapo inahitajika. Sawa? Ukumbuke wewe unafanya hivyo, lakini ile pipi nayo inaendeleza kugusa kile kiharage. Kwa sababu ukiacha itakuwa umemwacha katikati. Kwa hivyo wewe unahakikisha kwamba unaendelea vivyo hivyo, bapa la ulimi ukiunganisha na hiyo pipi. And by doing that, trust me, mwanamke wako atafika kileleni hata kabla ya wewe kuingiza ume wako wewe kwenye kipochi manyoya. Tumeelewana? Utaziona dalili. Uke wake utazidi kuloa sana. Kuna atakayetoa maziwa meupe kama ya mtindi. Kuna atakayekojoa. Hizo zote ni njia za kukuonyesha kwamba mwanamke wako amefika kileleni. Kwa hivyo kama ulikuwa hujui kutumia pipi, inasaidia sana. Si kila siku mwanamke wako akuone wa kawaida bwana, jiongeze. Coco FM 98.9, ladha ya pwani.